habari ya kwako. Sasa tumekaa naye tunapiga story, tunacheza na nini, anapanda kwenye mabega, anashuka, anafanya hivi. Baadaye akaniambia, baba nikwambie kitu. Nikamwambia, niambie. Juzi umeniuliza ile gari nikanyamaza. Nikamwambia, kwa kweli na mimi nilikuwa nashangaa unanyamaza sana. Asema limevunjika tairi. Hebu lilete na mimi nilione. Sikuhamaki. Maana ile hamaki umevunja tairi. Tayari unamfanya naogopa, sema awamu nyingine sisemi. Nikamwambia, hebu lilete na mimi nilione, ili tuone utaratibu wa kulitengeneza. Akaleta tairi moja imetoka, hii nyingine inakaribia kutoka. Nikamuuliza, sasa ulikuwa unafanya nini? Anasema, hii remote nikibonyeza matairi yanazunguka. Sasa nikaanza kuuliza, kinachozungusha ni nini? Kwa hiyo nikaleta, nikamwambia, sema nikaleta gari, nikabonyeza remote wakati ninaiangalia hapa kwa ukaribu. Sasa shida ni kwamba inaenda, kwa hiyo siwezi kuangalia vizuri. Kwa hiyo ukaamuaje? Anasema nikaamua nibonyeze remote kwa kidole cha mguu, wakati gari nimeishika hapa, nazuia hizi tairi ili nione. Zikang'oka. Sikiliza, unatakiwa ufikie level ya kumpenda Mungu na kujua unapendwa, kiasi kwamba unapoenda kuungama unamsimulia Mungu jinsi ulivyotenda dhambi. Haleluya. Lakini shetani anakujaza picha ya Mungu mbabe, mkali, kiasi kwamba mpaka Mungu unampiga changa la macho. Unanielewa nikisema changa la macho eh? Yaani baada ya kutubu dhambi straight, Mungu nilifanya ABCD, unaanza kulala, yaani unaanza kupiga vikona kona. Baba, unajua hali tu ya kibinadamu nilipitiwa, Mungu wa Israeli. Wewe, hiki kitabu kinaeleza mojawapo ya sababu ya Yesu kuchukua mwili. Tutafika hapo, maana mimi nacheza na hiki tu hapa. Hizi siku zote nitacheza hapa tu. Mkikuta makanisa matoleo yameshuka, sio kwa sababu watu hawana hela, hawajajua wanavyopendwa. Ndio maana mimi nimewaletea habari mjue mnavyopendwa. Yesu, mojawapo ya sababu ya kuchukua mwili ni ili tumwamini, apitie uzoefu wote wa maisha yetu, awe mwakilishi halali. Ukisema njaa, anakuambia najua. Haleluya. Acha kona. Unapofika kwenye kutubu, acha stori za kuchenga tu, unapiga chenga. Tena ukisikia leo mchungaji amefundisha kwamba Yesu alichukua mwili akawa kama sisi, na unamwambia Yesu, na wewe unajua njaa. Ngoja nikwambie, wewe hapo ulipo, unaweza kuninyang'anya simu yangu wakati tunapoongea. Unakuta naongea na simu alafu unakuja unaninyang'anya. Inawezekana hiyo wewe? Itakuwa huna nini? Lakini sasa ngoja nikwambie, pale nyumbani kwangu kuna siku ile tu nimefika tu nyumbani saa 11 ile, nimefika pale nyumbani kidogo, bwana mdogo ndo anajiandaa kwamba sasa na mimi naongea na baba, simu zikaingia. Nikaongea na simu moja, nilipomaliza tu ile naweka simu chini. Kajamaa kakachukua simu, kakaipeleka kule kwenye deki ya TV kule juu. Nikamwambia, simu yangu unapeleka wapi? Anasema, huu ni muda wa mimi nicheze na wewe. Yaani kana kwamba anakuambia hizi simu zako sasa zimetosha. Ngojeni niwaambie ndugu zangu mlioko hapa. Siwaambii stori za kusoma kwenye Biblia tu na kuachia hapo. Nawaambia uzoefu na Mungu wangu ambaye natamani kila mmoja muwe na uzoefu wa namna hii. Tena huenda muwe na uzoefu na kunizidi. Huyu ni baba, ni dadi. Ninapoenda kwake, hata kama kuna mahali mimi nimechemsha, siendi na stori za kupiga chenga. Naenda straight, namsimulia full story.
Naambia baba, ni kweli nimechemsha, na nimechemsha hivi, malaika zako walifanya uaminifu wote kunipa warning, waliniwashia taa nyekundu, ila ni ujeuri wangu tu. Haleluya. Yaani namsimulia kabisa, ambia hapa nilichemsha taarifa zote, tahadhari zote, malaika zako kwa hapa. Tunaongea na Mungu hapo, nimeenda kutubu dhambi zangu hapo. Ndio maana mimi nikiwa nafanya maombi yangu binafsi na Mungu wangu, sitaki kuungama hapa, maana muda haunitoshi. Na ukiwa kanisani, omba maombi mafupi. Ukiwa peke yako, piga story unavyotaka. Na msimulie, na Mungu kabisa, Mungu iko hivi, warning, yani tahadhari zote nilipewa. Lakini Mungu, awamu hii silaumu malaika wala silaumu wewe, ni ujinga wangu. Kwa hiyo baba, nimekuja tuyajenge. Haleluya. Namwambia baba, natokaje hapa sasa? Niambie, mwanao nimekuja. Haleluya. Lakini picha uliojengewa kuhusu Mungu, wewe unanitazama sasa hivi, ni Mungu mbabe mkali. Umesikia hapa tuliposoma hapa anasema anayesubiria ukikosea ili afanye nini? Kwa hata unapoenda kutubu, unaenda kwa wasiwasi, ndio unakuta mpaka uko hapa, unaenda kwenye maombi, unampangia Mungu mpaka misamiati ya Kiswahili, kwamba nikienda nitamwambia baba, nimekukosea, naomba unisikilize kinagaubaga. Wewe Mungu anajua kinagaubaga ni nini. Wewe hana mpango na kinagaubaga chako, maana ni msamiati ambao kesho utaisha, lakini Mungu ataendelea kuwepo. Haleluya. Nenda kaangalie jinsi anavyotaja upendo wake ulivyo. Paulo alimjua Mungu na upendo wake, anasema na Roho naye hutuombea katika kuugua kusikotamkika, maana hatujui kuomba. Haleluya. Anasema yeye anatuombea katika lugha ambayo sisi hatuelewi, hatuwezi kutamka, isiyotamkika. Anasema katika kuugua kusikotamkika, kwa kuwa yeye anajua kuomba kama apendavyo Mungu. Haleluya. 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 Ndio sababu nasema kila mtu ananisikiliza, kila mtu ananitazama, kuwa na muda wa kwako peke yako na Mungu. Acha hizi habari za kusema naenda kanisani. Kwenda kanisani bwana ni kawaida. Hujanielewa. Kipi ya hapo? Hata Yuda Iskariote alikuwa anaenda kanisani. Mimi nasoma lesoni. Kwa hiyo una nini kipi hapo ambacho unaniambia cha ajabu sana kwamba unasoma lesoni? Mafarisayo walikuwa wanasoma kuliko wewe, tena walikuwa wanajua kuichambua kuliko wewe. Mtu fulani akanifuata, anambia pastor, unajua jinsi unavyofundisha hivi ni kwa sababu umesoma theolojia. Nikamwambia wewe sikiliza, theolojia ni sawa na elimu ya kawaida tu. Kuna degree ya wadudu, kuna degree ya sisimizi. Hii nayo ni degree ya Biblia, yani ni academic. Yani hii theolojia, naweza nikawa na degree ya theolojia mimi, lakini bado uhusiano wangu na Mungu ni kitu kingine tofauti na degree. Haleluya. Nikikwambia kitabu nimekisoma, sijakisoma ili nikufundishe. Nilikisoma wakati natafuta Mungu aniseme mimi. Kwa nilivyovikuta humo ndani katika kunisaidia mimi kiroho, ndivyo nakumegea na wewe. Kuwa na muda wako na Mungu wako. Elewa unaongea na dadi, jiachie baba yako. Acha pressure. Na usianze kuangalia watu watakuhukumu namna gani. Ndio sababu mara nyingi ningeshauri makanisa, ni kwa sababu tu ya mazingira yetu wakati mwingine, lakini ni vizuri makanisa yetu, milango ya makanisa yetu ikawa wazi muda wote, maana kuna watu watakuja hapo kuongea na baba yao wa mbinguni. Na wakati ule mtu anapoongea, mimi sitaki kumwingilia, nikuta mtu anaongea na Mungu wake, sitaki kuingilia mazungumzo yao. Naweza nikakuta mtu yuko kwenye ukuta pale, anaongea na Mungu wake mpaka machozi yanamwagika, analia. Sasa unakuta mwingine anaingilia mazungumzo. Fulani, una mzigo gani? Unakuhusu.
Na watu ni wataalamu wa kutunga mambo. Akikuta mtu amefunga siku 3 yuko kanisani anaomba, wanaanza kutunga story. Unaona, ndoa imemshinda. Ameamua sasa akapambane na Mungu wapi? Kanisani. Na niwaambie ndugu zangu, haikuwa ya kwanza kwako kutafsiriwa vibaya, haikuwa ya kwanza kwako. Najua kuna watu ni watoaji kanisani, si mnawajua, wapo kabisa. Kila mkutano unaotokea yeye ni mtoaji tu. Nikwambie, watu hawajui wewe na Mungu mmetoana wapi. Kwa hiyo ukianza kutikiswa na maneno yao, ndio sababu nasema mtu ambaye anatoa kwa moyo hawezi kurudishwa nyuma na stori za watu. Nenda kamuulize Hana. Yule mama yule alikuwa anaomba mpaka anatoa machozi, midomo yake ilikuwa inaongea, lakini sauti haifanye nini? Haisikiki. Akaja mtu anaitwa Eli. Jambo la kwanza, badala ya kusema mama, hongera, umejua kulilia kanisani, singetakiwa pongezwe. Jambo la kwanza kabisa, Eli anasema, wewe mama, wewe mwanamke, utaacha lini ulevi? Jamani, nataka niongee na wenye karama ya ukarimu kanisani. Nataka niongee na nyinyi. Kuna saa unakuwa mkarimu mpaka watu wanakwambia anajipendekeza. Huyu naye asione wageni. Yapo hayapo? Yule ambaye niliwaambia nilikuwa naongea naye jana, ambaye ushuhuda wake ulinitia moyo sana, ambaye alikuwa ananiambia uzoefu wake katika matoleo ya zaka na sadaka kule nchini Marekani. Ananiambia juzi yeye anasaidia makanisa mengi, na hata mimi huwa nasema hivyo. Hata mimi unavyoniona hapa, ninaposikia msukumo wa kusaidia kanisa, huwa siangalii kwamba ni kanisa langu, ni dhehebu langu. Najua hii itakutisha kidogo, lakini imeze hivyo hivyo. Hata kama ni chungu, fanya nini? Imeze hivyo hivyo. Nikisikia mtu yeyote, nikipita naona kanisa linajengwa, nikisikia moyo wa kuunga mkono, siulizi wanaitwaje hao. Na nilikuwa namwambia mchungaji wakati tunakuja, makanisa yote huko Afrika yana majina ya Kiingereza, sijaona la Kiswahili. Full Gospel, si ndio hivyo New Apostolic Church, Assemblies of God. Mimi siulizi hiyo. Nikishakuta wanajenga nini, nisema kanisa, sema nionyesheni anayepokea michango hapa ni nani. Nikimwona mtu sahihi namwambia, na mimi bati langu hilo hapo. Haleluya, haleluya. Hapa nakuja kujibu wale ambao wanauliza kwenye makambi maswali. Tukikuta Waluteri wametualika twende kuchangia jengo lao, twende tusiende, nimekujibu sasa. Usiulize tena, nendeni. Kwani wao wakileta michango kwenye ujenzi wa kanisa, mnawauliza madhehebu yao? Nipungie mkono kama unaanza kunielewa sasa. Kwamba sadaka imepitisha, tuna majengo day, mnachambua ibasha ya Pentecoste. Ambia hapana, huyu msabato wekeni hiyo, sawa. Wale wao nataka kutuchangia, wewe Muislamu. Aikwambia ndio, anasema baki nayo. We agape haiko hivyo. Haleluya, haleluya. Juzi Morogoro, natoka tu kwenye geti pale kwenye mkutano wa game, nikakuta kuna watu wamezuiliwa nje, wamevaa kanzu, wako kama 4 5, wana karatasi yao pale, mlinzi amewazuia. Ile natoka tu naongea na simu, na mmoja akanisimamisha hapo, nikasimama nikamaliza simu yangu. Baada ya hapo jamaa amekuja na sijida yake hapa vizuri, akaniambia, bwana, tunachangisha fedha kwa ajili ya kituo cha yatima hapa Morogoro. Akaleta ile karatasi. Nilichokutana nacho mfukoni ndicho nilichotoa. Sikutaka kukiangalia kwa sababu mimi ni mpare, roho isije ikauma nikarudisha tena.
Sasa akaleta karatasi wakati naandika, na andika na kiwango. Nikamwambia kwani nimekupa ngapi? Sitaki kukuambia ilikuwa ngapi. Alipokuta pale naandika jina David, yeye akalitamka kwa Kiarabu. Sasa bwana Daudi bwana. Sasa wakati wanashangaa, nikamwambia neno moja. Kilicho nisukuma kuchangia, cha kwanza kabisa ni sijida niliyoiona. Nikamwambia ndio. Wewe ni mtu wa dini na unachangisha kwa ajili ya kituo cha yatima. Cha kwanza dini. Nikajua huwezi kunitapeli. Najua unaweza ukanitazama ukasema mchungaji, huoni kwamba kuna wengine wanaweza kutapeli kwa kigezo cha dini? Waje tu. Sina tabu. Kama alinitapeli, najua mimi nitalipwa mara 7. Haleluya. Haleluya. Wasaidieni watu bila kubagua dini zao au madhehebu yao. Saidia. Hivyo ndivyo agape ilivyo. Hata we kuna vitu Mungu amekusaidia na mauchafu yako. Hata we unajijua. Wewe unanitazama hivi unajijua. Ingekuwa hapa sasa hivi tuna kipimo kinaitwa spiritometer. Japo hakijatokea mpaka sasa hivi duniani. Ambacho tunakiweka hapa. Tukikiweka hapa kinamulika kila mtu. Na kila mtu mambo yako yote yanaletwa hapa. Yanaonekana kwenye screen. Uone kimeanzia kwa waimbaji. Na wewe umekaa kule ni mzee wa kanisa. Patakalika hapa. Utasikia kuna tatizo muhimu tunaenda kushughulikia kwenye ofisi ya wazee. Na kipimo kinakufuata kule kule. Mungu atusaidie sana. Ndugu zangu, cha kwanza ambacho leo nitaka tuanze nacho, japo nitaendelea kwa wakati mwingine. Ujumbe wangu mkubwa ni huu. Mungu wetu sio katili. Mungu hafurahii maumivu unayoyapitia. Sio furaha yake. Mungu hafurahii unapoteseka kwenye ndoa. Hapana. Hiyo ni kazi ya shetani. Mungu hafurahii unavyoumwa magonjwa hayo. Yeye mwenyewe anasema nimekuja wawe na uzima kisha wawe nao namna gani? Tele. Hiyo ndio kazi. Ndugu zangu niwaambieni, Yesu ukiwa maisha yake yote ya duniani aliyoishi, ile tabia aliyoionyesha, alionyesha tabia ya Mungu. Ndio maana hata mmoja akadai, "Tuonyeshe Baba." Akamshangaza, mmekaa na mimi siku zote hamjanijua. Aliyeniona mimi amemwona Baba. Ukimwona anagusa vidonda vya wenye ukoma, ndio tabia ya Mungu hiyo. Haleluya. 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 Nimalizie kwa kisa hiki. Kupitia mitandao ya kijamii nimekuwa nikihubiri na watu wengi sana wa madhehebu mbalimbali wanapokea maneno haya. Ninapokea shuhuda za ajabu za kutisha. Nazisikiliza mpaka nasema, hii nayo. Moja ya shuhuda niliyopokea ni hii ambayo ilinishangaza sana. Ilitokea Dar es Salaam. Wapo katika ofisi watu kadhaa kwenye ile ofisi. Wako wengi wanafanya kazi zao. Wanasema akagonga kwenye ofisi mtu mmoja, akaingia mpaka kule ndani. Ile ofisi jinsi ilivyo ni kwamba kuna mtu ana deski lake, huyu ana deski lake. Si mnanielewa nikisema hivyo Wako watu kadhaa pale. Anayenisimulia sasa ni huyu bwana kwa leo. Nimesema kwa tumuite Juma. Jina lake halisi nalihifadhi. Ananiambia, mchungaji, nilishangaa yafuatayo. Mtu aliyeingia ni mchafu. Nguo zake, ukitazama suruali yake aliyovaa ina michirizi. Mmenielewa? Anasema kwanza nikajiuliza, amepenya penyaje mapokezi akaingia mpaka hapa? Anasema na alipokuja akatutajia mtu anayemtafuta. Huyo mtu kwenye ofisi hayupo. Hatuna mtu kama huyo. Lakini watu kwenye lile madawati yao wakaanza kumkemea. Wewe umefuata nini hapa? Sasa nimemfuata fulani. Hayupo hapo. Huyu naye akadakia maneno. Wewe umeingiaje hapa? Mwingine akashika simu ya mezani pale, akapiga kule kwa askari. Huyu mtu umemruhusuje aingie hapa?
Askari akamjibu akamwambia, alituambia anamtafuta fulani. Wewe na akili yako kabisa, kuna mtu mwenye hilo jina hapa? Juma sasa amekaa pale, anasema pasta, wakati huyu mtu anasemwa nikamwona ametulia namna ile, unamwona kama ni tahira fulani hivi. Anasema nilipomwangalia kwenye miguu yake ina magaga, unaelewa eh? Aha. Anasema wakati watu wanamsema vile, na unasikia tayari kile chumba kimejaa harufu ya mtu ambaye ana muda mrefu hajaoga. Anaambia mchungaji, mimi sio Mkristo, lakini nafuatilia masomo yako, yamejaa sana kwenye simu yangu. Anasema wakati namtazama yule mtu nikasikia kama vile unaongea kwenye akili yangu. Nikakumbuka somo moja ulilofundisha, ukasema Yesu anatutembelea katika maumbo ya kibinadamu. Kumbuka naongea hivi, sio Mkristo eh? Umenielewa vizuri eh? Waliokaa pale ambao wanamfokea wana majina ya Luka. Tuko sawa sawa eh? Kuna Esther. Si wako hapo wamejaa hapo. Anasema nikasikia kana kwamba unaongea. Anasema vile vile ninavyokusikiliza nikiwa kwenye gari yangu, ndipo nilivyosikia ule mwangu kwenye akili yangu. Anasema mpaka nikashtuka kama vile nimeweka headphone. Akashtuka hapana. Anasema ndipo nikanyanyuka, nikamshika yule bwana kana kwamba namtoa pale. Anasema lakini namtoa nipo kwenye maruerue, sielewi. Anasema nikamtoa nje. Wakati anamtoa askari akasema, ndio wewe jina lako unaitwa fulani? Anasema nikamwambia hapana. Kwani hujui jina langu ni fulani? Anasema nikamtoa mpaka nje. Anasema nilipomtoa nje ya geti, nikamuuliza, fulani anafanya kazi hapa? Anasema sijui anapofanya kazi, ila tu nilijua kwamba yuko mitaa hii. Akamwambia una shida gani? Anasema nilikuja tu kumuomba anisaidie shilingi 2,000 nikale, maana nina njaa. Unanisikiliza vizuri? Kumbuka nani simulia ni nani? Mmeshajua kwamba dini yake ni dini gani? Aha. Anasema ndipo nikamchukua yule mtu kuna kahoteli kako hapo nje ambapo wafanyakazi wakitoka wanaenda kula chakula, ka restaurant kadogo. Anasema nikamwagizia chakula cha shilingi 15,000. Ukisikia 15,000 ni chakula Anasema kala, nikamwambia yule nitalipa. Anasema nikaondoka ili niweze kuwahi kazi, nikamwacha anaendelea kula. Nikamwambia tu yule mtu, usionifahamu? Anasema nakufahamu. Mwacha na chochote ambacho atataka mpe. Anasema nikarudi. Anasema kurudi kule ndani nikakuta yule dada mmoja wapo katika wale ambao wamekaa pale, ametoa marashi kwenye pochi. Anafanya nini? Anapulizia, maana nyumba yote inafanya nini? Inanuka. Anasema wakanipongeza, wakaniambia bora umetutolea mtu hapa. Hawa walinzi wa siku hizi hata wanaingiza watu tu. Anasema nilishangaa wakati wanasema vile. Anasema mchungaji, nikashtuka ghafla kwenye moyo wangu, najawa na furaha ambayo sijui imetoka wapi. Anasema ikajaa furaha. Alivyomaliza kazi zake jioni, akaenda restaurant pale. Akasema mgeni wangu kuna kitu aliongeza. Anasema aliondoka na maji. Anasema nikaletewa bili, ikawa imefika shilingi 16,000. Ina maana automatic umejua hapo alichukua maji ya buku. Anajua kutumia fursa vizuri. Basi anasema pasta, nikaondoka kurudi nyumbani. Anasema siku hiyo niko nyumbani, anapigiwa simu na bosi mkubwa kutoka wizarani. Anamwambia fulani, unakuja kuripoti lini Dodoma? Akamwambia kuripoti Dodoma? Asema tunakungoja. Kwani hujaambiwa? Asema nini? Hujaambiwa umepandishwa cheo? Asema sijui. Asema tulimwambia fulani akupigie. Kikao kilikaa saa 7:30 mchana wa leo. Asema kuangalia ile masaa ni yale niliyompeleka yule jamaa kula chakula. Haleluya.
Haleluya. Sikia, Mungu akikuletea fursa ya kuwa na yeye katika huduma ya kuwasaidia wengine, itumie hiyo fursa. Katika vitu ambavyo napenda hili kanisa ni hili kanisa lina mfumo wake. Sadaka unayoitoa hapa sio mali ya mchungaji, si mnajua hivyo? Na zaka sio mali ya nani? Mnajua mfumo wa hili kanisa. Inakwenda, inakusanywa, zinakwenda kumsaidia mpaka mchungaji aliyeko Kericho, aliyepo kule Kenya ndani, aliyeko Kongo Goma, tuko sawa sawa, ambaye waumini wake hawawezi kumpa sadaka ya kumsaidia, lakini sadaka iliyotolewa Ilula, iliyotolewa Vitono, iliyotolewa kule Kigoma ndani kabisa, inakwenda kumbariki mpaka mchungaji aliyeko Kongo. Ndio sababu siku moja tukifika mbinguni kuna vitu tutavishangaa. Moja wapo ni hiki: nilikuwa nina njaa ukanipa chakula, nilikuwa nina kiu ukaninywesha, nilikuwa sina nguo ukanivisha. Biblia inasema ndipo wenye haki watakapomuuliza, Bwana, ni lini tulikuona? Lini? Maana wao waliona kichaa akiwa ameingia ofisini. Ndipo anawaambia, kwa kadri mlivyowatendea hao walio wadogo ndugu zangu, mmenitendea mimi. Haleluya, haleluya. Juzi ikiwa niko Mbeya, kuna mtu mmoja alitoa machozi wakati nafanya juma la uhamisho Mbeya. Wale mliofuatilia kwenye YouTube hapo Mbeya, kuna mtu mmoja alitoa machozi kabisa Mbeya. Ilikuwa hivi, watu walikuwa wanaingia, ilikuwa ni jioni saa 11. Tukimaliza tu vipindi vile saa 11 au saa ngapi, watu wanaingia mmoja mmoja pale kwa ajili ya maombi, tunawashauri na nini. Sasa mtu mmoja akapanga foleni muda mrefu kweli kweli, muda mrefu. Maana kuna saa tulikuwa tunakwenda mpaka saa 5, saa nyingine usiku. Akaja mtu wakati nimechoka, na nyanyuka nasema, nikamwambia mzee wa kanisa, wengine nitawaona kesho, nimechoka. Akaja mmoja sema, Pastor, mimi tu. Si unajua unaweza tu ukamtazama mtu, umenielewa Si umenielewa ukakadiria kipato chake. Jamani, mbona mnataka mimi huwa napenda tuongee ukweli kutoka wapi? Tuache hizi kona hizi. Kwa nini mpaka nimekwambia habari ya kukadiria kipato chake? Ni kwa sababu akasema, mimi mchungaji, mimi sikuja kuombewa. Nikamwambia, umekuja kufanya nini? Sema, leta mkono wako. Nikanyosha mkono, akaachilia kitu mkononi. Kuja kuangalia shilingi 5,000. Ananiambia, kaweke mafuta kwenye gari. Unajua, ukimtazama yule mtu, mimi ndiye nilitakiwa nifanye nini? Na unamuona wakati anatembea unatamani kumuita mimi, rudi. Akikumtazama cha kwanza unawaza hakuja kuombewa. Si tumezoea anakuja mtu kuombewa. Sasa mimi sikuja kuombewa. Mimi nimekuja nikupe hela ya mafuta. Sijui kama unanielewa vizuri Naomba tuache unafiki, tuangaliane macho makavu mimi na wewe sasa hivi hapa. Na kwa kawaida umezoea kwamba kwa mchungaji kama Mbaga, huenda mtu anayemwambia hela ya mafuta anamjazia full tanki. Tuko sawa sawa Lakini leo amekuja mtu ambaye ana shilingi 1,000 ngapi? Hizo ni lita ngapi za mafuta? Lita au sijamuomba.
Na hakusikia mimbarani nikisema nina shida ya mafuta, maana mimi kwa sera yangu siku zote siombi hela na sina mpango. Nini kimemgusa? Tukafanya uamsho, kile kitu bado nilisikia machozi. Mzee wa kanisa alikuja pale kanitazama, "Pastor, mimi umechoka sana." Nikamwambia, "Ndio nimechoka sana." Lakini kikweli sio kuchoka. Na mwaza yule mtu na ameondoka na siwezi kumuita. Ametokomea. Sasa sikia. Tunakaribia kumaliza, akaja kuniaga tena. Yule tena akaja. Nikamwambia, "Wewe ndio yule?" Asema, "Ni mimi. Nimekuja tu kukutakia safari njema." Unajua aliongea maneno yafuatayo. Akaniambia, "Mchungaji, huduma yako ambayo unafanya imenitia moyo sana. Nilikuwa mbali sana, lakini umeniletea picha ya Yesu mwingine anayenipenda." Anasema, "Nilisema siku nitakapokuona na mimi nataka niwe sehemu ya huduma hii." Sijui unanielewa mpaka hapo? Unasema, "Pastor, unataka kusema nini?" Nataka kusema hivi, zaka na sadaka yako unayoleta kanisani sio kwamba Mungu ameishiwa. Tuko sawa sawa? Mungu hajawahi kuishiwa. Mungu ana hela. Kama unanibishia, kamuulize Petro. Alivua samaki na akatoa na akalipa kodi. Kama unajisikia kuguswa na huduma ya Yesu aliyofanya kwenye maisha yako, hutapigiwa kelele utoe zaka na sadaka. Ndio maana hapa nimekuja mpaka nitaondoka. Hamtanisikia nikianza kuambia, "Leteni ubao tuanze kukokotoa. Zaka inatolewaje? Sadaka Sina huo mpango. Kama ulikuwa umengojea hiyo, na kuambia uliposikia tunakuja juma la uwakili, kama ulikuwa umesubiria kwamba nitakuja kufundisha kukokotoa, sina huo mpango. Mimi nimekuja hapa kukuonyesha baba yako anavyokupenda. Fanya maamuzi wewe mwenyewe. Haleluya. 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 Unajua mbinguni unapendwa? Unajua baba yako alitoa kila kitu kwa ajili yako? Kama ni hivyo, nenda ukaishi kulingana na upendo wake. Haleluya. Naomba tusimame. Inawezekana sasa hivi hapa katikati yetu kuna mtu ambaye amekuja na unahitaji mguso wa Bwana. Inawezekana kabisa, jinsi ulivyokuja leo. Napomalizia tu hii sehemu ya pili ya kipindi chetu, alafu tutaingia sehemu ya tatu hapo baadaye. Lakini kwa dakika hizi chache, inawezekana umekuja wewe ni mgonjwa, unatamani Yesu akuguse, na kuomba upige hatua chache, usogee hapa mbele tunapokwenda kwenye maombi maalum sasa hivi. Una ugonjwa ambao unatamani Yesu akuguse, piga hatua moja, uje hapa mbele. Hatua moja, mbili, tusogee hapa mbele, tuombe pamoja. Umechoka, je, umesumbuka? Mwambie Yesu sumbuko lako, unayalilia yapitayo. Mwambie Yesu pekee. Mwambie Yesu sumbuko lako, yu rafiki amini. Hakuna rafiki kama yeye. Mwambie Yesu pekee. Fumba macho. Yesu, asante
kwa sababu unatupenda. Asante kwa kuwa ulikusudia leo tusikie maneno haya, na kuomba kila ambaye ameyasikia maneno haya yawe ni mbegu katika mioyo yao ambayo itaota hadi uzima wa milele. Watoto wako wamekuja hapa mbele, wana changamoto za afya zao. Ni shida gani? Mimi sijui, ila wewe unajua. Naomba sasa ukamguse kila mmoja, mguse kwa mkono usioonekana, magonjwa yakapotee kwa jina la Yesu Kristo. Wako wale ambao wanatuangalia kwa mbali kule walipo, hata kama hawako hapa, lakini nao pia tunawaunganisha pamoja. Ikiwa kuna mtu anayetazama sasa na ana ugonjwa wowote katika mwili wake, ule mkono wako ambao hauonekani kwa macho ya kibinadamu, ukamguse pale alipo, akapokee kufunguliwa kwake kuanzia sasa, ili awe huru kabisa. Na mwisho wa yote, sifa na utukufu vikurudie wewe. Neema yako inatosha. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini.